Karibu kwenye simulizi ya machozi ya rohoni. Mwandishi ni Azizi Hashim. Jina langu ni Onesimo Sangalali. Kwani bado nampenda, si ndio? Hapana, sio hivyo Alice. Kumbe nini? Amelipeleka swala hili mahakamani na nataka tugawane kila kitu tulichochoma pamoja. Nilimwambia Alice, nikamwona na yeye ameshusha pumzi ndefu na kugeukia pembeni. Kwa hiyo umeamwaje? Ndio hapa nilikuwa natafakari. Kwani nimechoma nini pamoja kikubwa ambacho kinakuchanganya kichwa? Aliniuliza Alice. Swali ambalo lilinifanya nijione mjinga, kwa sababu kweli ni kwamba hakukuwa na kitu chochote cha maana. Labda kama tungekuwa tumejenga nyumba ya kifahari au pengine tuna miradi mkubwa, ndio ningeweza kuchanganyikiwa, lakini hakukuwa na chochote cha maana. Kuna mtu yote ambaye ulikuwa unataka uwasiliane naye kwa sasa? Hapana. Hebu naomba uzime hiyo simu yako, kisha unipe nikuhifadhie. Sina password, si ndio? Wewe izime na mimi wala sitaigusa. Ukitaka kuwasiliana na mtu yote utaniambia. Sitaki mtu mmoja aanze kukuchanganya kichwa chako kila mara. Alexi, upo kwa wazazi wako. Unafikiri unaonesha picha gani kwa hayo unayoyafanya? Hebu yahifadhi mambo yako kifuani mwako. Wanaume mmeumbwa mkiwa na vifua. Usitake kila mtu ajue jinsi huyo mwanamke wako anavyokuendesha. Unanitia unyonge, alisema Alice, huko akianza kubadilika uso wake. Sikutaka kumuona anakwazika. Niliizima simu na kumpa, ikiwa ni zamu yangu sasa kumtuliza. Baada ya muda wote tulirudi kwenye hali zetu za kawaida. Mimi nikarudi kwenye ujenzi uliokuwa unaendelea, na yeye akaenda kule ndani kuendelea kusaidizana na ndugu zangu kuandaa chakula kwa ajili yetu na wafundi. Nilijichanganya na mafundi nikawa na wasaidia, huku tukitaniana hapa na pale. Baba naye akawa anashiriki bega kwa bega, hali ambayo ilinifanya nisipate tena muda wa kuwaza kuhusu matatizo ya Joana. Basi siku hiyo ilipita, msingi ukachimba vizuri na wafundi wakawa wameshaanza kujenga. Kesho yake asubuhi hakuna aliyeenda tena shambani. Watu wote kazi ilikuwa ni kuwasaidia mafundi, kwa sababu kulikuwa na shughuli nyingi, kuanzia kuchota maji, kuchanganya mchanga na saruji na kusogeza matofali. Ujenzi wa nyumba mpya ya kisasa ulionyesha kuwafurahisha mno baba na mama na ndugu zangu wengine, kiasi ya kunifanya nijilaumu kwamba sijui kwa nini sikuwa nimepata wazo hilo tangu mapema. Nilikuwa najua kabisa kwamba fedha nilizokuwa nazo haziwezi kutosha kuikamilisha nyumba hiyo mpaka mwisho, lakini angalau ningefikia hatua fulani, na hicho ndicho nilichokuwa nakitaka, ili baada ya hapo nirudi tena mjini kwenda kujipanga upya. Nimeishiwa fedha Alice, na nyumba hata kwenye renta hajafika. Tunatakiwa kuondoka kurudi mjini ili nikajipange tena upya. Sawa, ila kuna fedha zangu nilizolipo kwenye semina. Labda nikuazime ili tukamilishe hatua ya renta, ibakie kuwezeka tu. Unajua ukiacha hivi, mvua zikija inaweza kubomoka na kazi yote tuliyofanya ikawa sawa na sifuri. Hata sijui niseme nini cha kukushukuru Alice. Nadhani ni Mungu ndiye aliyetukutanisha, nilimwambia Alice. Jioni moja tukiwa tumekaa nje ya nyumba tukila mahindi ya kuchoma aliyotuandalia mama. Kweli Alice aliingia ndani, alipotoka alikuwa na shilingi 600 mkononi. Nilimshukuru mno kwa sababu nilikuwa nimeshaishiwa ujanja. Fedha zote zilikuwa zimeniishia, na angalau kama Joana angekuwa hajanifanyia yale aliyofanya, ningeweza kupunguza kidogo kwenye fedha za ujenzi wa nyumba yetu ili nikamilishe ile ya wazazi. Lakini kwa wakati huo sikuwa na ujanja. Ilibidi nimuite baba na kumshirikisha. Nikamwambia kwamba kiasi cha fedha kilichobakia kinatosha kumalizia mpaka hatua ya renta. Kwa hiyo inabidi wasubiri turudi mjini kwa ajili ya kuangaikia fedha za kuja kumalizia kuwezeka paa. Mwanangu, hiki ulichokifanya ni kikubwa sana na sina namna ya kukushukuru. Najua akili hii umeipata baada ya kukutana na huyu mwanangu Alice. Miaka yote ulikuwa unafanya kazi, lakini hukupata nafasi hata kuja kutujulia hali wazazi wako. Lakini huyu tangu umekutana naye, kama ulivyosema mwenyewe, hata wiki 3 hazijaisha tayari umefanya kitu kikubwa kama hiki. Na kuomba sana usije kumwacha mtoto wa watu. Huyu ndio mkeo. Haya, siku zote akikosea, tambua na yeye ni binadamu, lakini upendo wake kwako ni mkubwa sana. Sisi wenyewe hatukuwa tukimfahamu, lakini tangu tumemjua tumetokea kumpenda mno. Kwa hiyo wala usiwe na wasiwasi. Nendeni mkafuate taratibu mpaka Mungu atakapowajalia. Umeturudishia heshima hapa mtaani Alexi. Tazama wale watu waliokuwa wanatupita bila hata salamu, sasa hivi wameanza kutuchangamkia baada ya kuona kuna kitu kikubwa kinafanyika hapa. Mungu akuzidishie mwanangu. Na wewe Alice mwanangu, hapa ni nyumbani kwenu. Huyu ni mwenzako, anahitaji mtu wa kumuongoza, na sisi tumemkabidhi kwako. Ana matatizo mengi sana, si kama amekwambia yote, lakini tunaamini akiwa na wewe yupo kwenye mikono salama. Akikufanya jambo lolote baya, nipigie simu
au ukiweza njoo kabisa, alisema baba kwa hisia za hali ya juu mno. Aliposema hivyo alimwita na mama ambaye alikuwa akiendelea na mapishi, naye akaja pale nje na kuanza kutoa nasaha zake. Alizungumza mambo mengi sana, lakini kubwa lililoonyesha kufurahishwa sana ni hatua ambayo nilikuwa nimeifanya. Lakini kubwa alinieleza wazi kwamba nisije kumwacha au kumfanyia jambo lolote by Alice kwa sababu ana upendo wa kweli na mimi. Wote wakatupa baraka zao na baadaye wakaondoka na kutuacha. Huwezi kuamini, kwa dakika 5 nzima wote tulikuwa kimya kabisa, kwa tumekaa pale pale. Mwisho nilivunja ukimya na kumwambia Alice kwamba natakiwa tujiandae ili siku 3 baadaye turudi Dar es Salaam. Alinikubalia, lakini akaniuliza swali ambalo lilinifikirisha sana. Tukirudi Dar tunaenda kukaa wapi? Sitaki kukaa mbali na wewe. Nilimtazama na kushusha pumzi ndefu kwa sababu sikuwa nimefikiria swala hilo. Nilichomjibu ni kwamba tutajua tukifika. Akakubaliana na mimi. Basi siku hiyo ilipita. Kesho yake tukawasimamia mafundi ambao walianza kufunga renta, na siku ya 3 walimalizia. Siku ya 4 mimi na Alice tukaianza safari ya kurudi Dar es Salaam. Mpaka hapo nilishaishiwa fedha zote na hata sikuwa najua nitaenda kuishije nikifika Dar. Alfajiri na mapema tulisindikizwa kutoka hapo nyumbani kwetu mpaka stendi. Kabla hatujaondoka eneo la nyumbani, niligeuka na kutazama nyuma. Hali ilikuwa imebadilika kabisa. Lile eneo ambalo lilikuwa na nyumba kukuu iliyokaribia kudondoka, sasa palikuwa na jengo kubwa ambalo licha kwamba halikuwa limemalizwa, lakini lilikuwa na hadhi yake. Nikajikuta nikitabasamu ndani ya moyo wangu. Nilirudia tena kujiuliza, hivi nilikuwa wapi siku zote kufanya jambo lile ambalo ni baraka kubwa mbele za Mungu na mbele ya wazazi wangu? Kweli kuna mambo yanapotokea maishani hauna sababu ya kumkufuru Mungu. Ule usemi kwamba kila jambo huwa linatokea kwa sababu maalum una maana kubwa sana. Pengine ilikuwa ni lazima Joana nifanyie yale aliyonifanyia ili nitambue thamani yangu na nitambue majukumu yangu. Kwa kipindi chote nilichokaa pale nyumbani, nilibadilika na kuwa mtu mwingine tofauti kabisa. Ari ya kufanya kazi kwa bidii na kutafuta fedha iliongezeka mno katika moyo wangu, na nikawa najutia muda ambao niliopoteza kwa Joana. Kuna wakati nilikuwa najilaumu kwa nini sikukutana na Alice mapema, kwa sababu huenda maisha yangu yangekuwa tofauti kabisa. Tulienda mpaka stendi, baba na mama na wadogo zangu wote wakiwa wamenisindikiza. Nilikumbatiana nao mmoja baada ya mwingine, wakaniaga na kunitakia kila laheri kwenye safari yangu. Walikumbatiana pia na Alice, na nakumbuka nilimsikia mama akimwambia eti anamkabidhi Alice anitunze na kuniongoza. Nikaishia kutabasamu tu. Tuliingia ndani ya basi la Shambalai na muda mfupi baadaye safari ilianza. Tukawa tunapungia mikono wakati basi likitoka stendi.